Dalili za mwanzo kabisa za yai kuenguliwa. Kwenye video hii naenda kufundisha dalili za mwanzo, ukiziona ujue siku hiyo yai linaenguliwa. Na kama unahitaji mtoto, basi dalili hizi ukiziona, jua kabisa kwamba yai linaenda kuenguliwa muda sio mrefu au tayari limeshaenguliwa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kushiriki tendo la ndoa. Lakini kama wewe hauhitaji mtoto, ukiziona dalili hizi, kaa mbali sana na mtu anaitwa mwanaume. Au kama wewe ni mwanaume ukaziona dalili hizo kwa mpenzi wako na hauhitaji mtoto, basi hakikisha haumshawishi kwa namna yoyote kushiriki tendo la ndoa, kwa sababu mkishiriki tendo la ndoa huku umeona dalili hizi, basi lazima ashike ujauzito. Bila kupoteza muda, tuziangalie dalili ambazo ukiziona jua kabisa yai limeshaenguliwa. Namba moja, ute kuongezeka kwenye sehemu za siri. Yaani ukaona ute umekuwa mwingi, umekuwa mlaini kama lilivyo yai bichi, yale majimaji ya yai bichi, ukawa unaona ute wako unafanana hivyo, jua yai limeshaenguliwa na ni wakati sahihi kwako wewe unayetafuta mtoto kushiriki tendo la ndoa kwa siku 1, 2 mpaka 3. Lakini kwako wewe ambaye hauhitaji mtoto, hiza labda ni mwanafunzi labda wa chuo, au upo tu mtaani lakini hauhitaji mtoto, au upo kwenye ndoa lakini hauhitaji mtoto, ukaona ute wako wa ukeni umekuwa kama yai bichi, kaa mbali na mpenzi wako, kwa sababu ukifanya tendo la ndoa tayari lazima ushike ujauzito. Dalili ya pili ni kuongezeka kwa hamu ya tendo la ndoa, kwa sababu siku ambapo yai limeenguliwa, pia homoni za kike huwa zinaachiliwa kwa kiasi kikubwa sana, kiasi kwamba mwanamke anakuwa na hamu ya kushiriki tendo la ndoa muda wote. Kwa hiyo ukiona hamu ya tendo la ndoa imeongezeka maradufu, yaani muda wote unawaza kufanya tendo la ndoa, jua siku hiyo ni yai limeshaenguliwa. Kama unahitaji mtoto, basi unashikilia hapo hapo, usimwache mume wako akae mbali na wewe. Lakini kwa kweli mwanachuo, mwanafunzi au mwanandoa ambaye hauhitaji mtoto, siku hiyo kaa mbali na mwanaume wako, kwa sababu ukijichanganya ukashiriki tendo la ndoa siku hiyo, itakuwa ni siku ambayo utaenda kushika ujauzito. Kuwa makini, ukijichunguza vizuri, hizi dalili zinaonekana. Dalili ya tatu, matiti kuwa laini, yaani yanakuwa malaini alafu yanakuwa kama yanauma kwa mbali. Ukiona matiti yako yamekuwa malaini kupita kiasi, tofauti ya siku zako za kawaida, jua tayari yai limeshaenguliwa, au kama bado halijaenguliwa, basi litaenguliwa muda sio mrefu. Na ukiona dalili hizi, jua kwamba ukishiriki tendo la ndoa lazima ushike ujauzito. Kwa hiyo unapoona maziwa yamekuwa malaini kupita kiasi, lakini pia ukiyashika hivi yanakuwa kama yanauma kwa mbali, kama yanawasha hivi, jua yai lipo njiani, na ukishiriki tendo la ndoa utashika ujauzito kwa haraka sana. Dalili ya 4 ni joto la mwili kuongezeka. Yaani kuna zile siku ambazo joto la mwili lipo kawaida, lakini siku hiyo joto la mwili linaongezeka kupita kiasi. Yaani hauna homa, haujatembea juani, wala haujafanya kazi ngumu, lakini unahisi kabisa mwili kama joto liko juu fulani hivi. Alafu kaangalia dalili zingine pia kama zinaonekana, una hamu ya kushiriki tendo la ndoa, unaona ute umeongezeka, alafu ukaona pia joto la mwili limepanda, basi jua siku hiyo ni siku ambayo ukishiriki tendo la ndoa utashika ujauzito. Dalili ya 5 ni mabadiliko ya kihisia. Hisia tunazozungumzia hapa sio hisia za tendo la ndoa, yaani kuna zile hisia kama kujiamini. Mtu anakuwa amejiamini kupita kiasi, siku hiyo anakuwa na vibe, anakuwa anacheka, anafurahi, yaani anakuwa ni mtu ambaye kila kitu yuko amechangamka. Kwa ujue siku hiyo
ni siku ambayo yai limeshaenguliwa. Akijichanganya akakutana na mwanaume halafu alikuwa hahitaji mtoto, basi atashika ujauzito. Na kwa wewe ambaye ulikuwa unahitaji mtoto, siku hiyo ni siku ambayo unaweza ukapata mtoto. Cha kuzingatia ni kwamba lazima uone dalili zaidi ya 3 nilizozitaja ili ujue kwamba ni kweli siku hiyo ukishiriki tendo la ndoa utashika ujauzito. Kuona dalili moja peke yake inaweza na manufaa sana, kwa sababu joto la mwili linaweza kupanda kutokana na mambo mbalimbali kama kukaa juani, kutembea muda mrefu, kufanya kazi ngumu. Lakini kama utaziona dalili hizi zimeongozana na dalili zingine, basi jua siku hiyo ni siku yako pendwa ya kushika ujauzito. Dalili ya 6 ni maumivu upande mmoja wa tumbo. Yaani tunasema kwamba yai lilipokuwa limekaa kabla halijaenguliwa linakuwa limejishikiza. Sasa linapoachiliwa pale panabaki kama na maumivu ya kawaida ambayo yanavumilika. Sio yale maumivu ambayo yanakufanya mpaka ushindwe kufanya kazi zako za kila siku. Cha msingi kuzingatia ni kwamba lazima uangalie pia dalili zingine. Usiishie kuona maumivu ya upande mmoja wa tumbo ukajua kwamba tayari yai limeanguliwa na uende kushiriki tendo la ndoa kwa wewe unayetafuta mtoto. Lazima uangalie na dalili zingine kama ute kuwa mlaini sana na kuongezeka sana, kama joto la mwili kupanda, lakini pia dalili zingine. Baada ya kuwa tumemaliza kusema hayo, na kuomba usubscribe kwenye hii channel ili uweze kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kuhusu afya yako. Tunazungumza kuhusu masuala ya afya ya uzazi, magonjwa ya zinaa, magonjwa yasiyo ya kuambukiza na mambo mbalimbali ambayo kama ukiyajua basi afya yako itakuwa mahali salama, kwa sababu hakuna mtaji mwingine mkubwa zaidi ya afya. Afya yako, elimika.